ilikuwa tarehe 11 Septemba mwaka 2019. Pale ilikuwa ni jioni. Mitaa wale ambao wanajua huu mtaa wa ukiteremka Kayole, kuna stage pale inaitwa Rocks. Nimeona. Ndio uingie Komarok kwenda mpaka K-Mall pale. Sasa niko pale, niko na mshikaji wangu mkubwa, sitaki nimseme, anajulikana tu lakini sitaki nimseme. Sisi tumetoka jioni shughuli za kwetu. Kulikuwa na kashuti mahali, kulikuwa na kitu ambacho tulikuwa tunafanya. Na sasa ikawa wakati nimeanza kutoka kwa ile shughuli ambayo nilikuwa nafanya ya walimu, nimeanza kidogo kuingia katika hii taaluma nyingine ya wanahabari, vitu kama hivyo. Sasa jioni ikawa kwamba mwendo saa 11 pale kulikuwa na rasha hivi, mvua wajua, ikiwa mvua inataka kunyesha Nairobi, yani huwa kila mtu katika pilika za kwake mbio. Sasa tumeshuka pale na tunatembea. Ikawa kwamba hatukuwa tumesema tunaenda wapi hasa, lakini tulikuwa tunaenda K-Mall kule phase 5. Sasa huyo mshikaji wangu akavuka barabara, nami ikawa kwamba kulikuwa na gari ambalo lilikuwa linakuja. Mimi nikasema acha nisubirie gari likishapita ndio nami nitavuka niungane na mwenzangu. Kwa hivyo ashakutangulia. Ameshanitangulia tayari. Sasa mimi mwenyewe ikawa kwamba magari ni kama yamekuwa mengi, kwa hiyo nikasema hebu naenda hivi nami niende hivi, tukutane mbele pale magari yakipungua. Natembea taratibu pale na sasa hivi ni ile hoodie ile nimejifunika vizuri, kisha nilikuwa na simu yangu. Nakumbuka wakati ni simu Camon 11 ndio ilikuwa imebisha hodi. Hapo nilikuwa na Camon 11 mpya vizuri. Hapo nikivuka tu kidogo ikawa kama mimi sikuwa na hela mfukoni. Nikamwambia acha nitoe pesa, akaniambia wewe tufanye nini? Nikaingia kwa M-Pesa nikauliza kama anaweza toa hela, akaniambia ana float. Na nikasema haya basi acha nifanye nini? Acha nisonge. Niliingia kwa M-Pesa iliyokuwa next pale mimi nikaenda nikatoa, nafikiri kwamba sikutoa pesa nyingi, sijui ni 2500. Nikawa kwamba at least nina kitu mfukoni na simu, alafu nimeweka earphones zangu pale, ngoma vizuri, alafu nimestarabika vizuri. Ule mtaa anasema kwamba siwezi patana na chochote. Nikasema pale siwezi nikapatana na chochote kwa sababu mtaa wa Komarok umetulia. Lakini naambiwa kweli Komarok na Kayole wajua zimeshikana. Alafu huwa kuna historia kubwa sana ya Kayole kwamba kuna uhalifu sana. Na ni ukweli upo wahuni wengi. Kwa hiyo nikatoa zile hela. Alafu jamaa wangu amesimama kule, nikamwambia basi tufanye nini? Tukutane twenzetu. Nilikuwa natembea, sasa nikitembea nikakutana na kijana mdogo sana. Shule zilikuwa zimefungwa huo wakati. Kwa sababu hicho kipindi shule zilikuwa zimefungwa pale Septemba pale. Nikakutana vijana wadogo, kijana mmoja tu, alikuwa ni kama tutatoshana, lakini alikuwa mdogo wangu ukiangalia. Akaniambia vipi poa? Akaniambia leta hiyo simu. Sasa nikauliza kijana mdogo na yuko peke yake, simu nakupatiaje? Nakupa vipi? Na ameisalimu vizuri tu. Yaani wale hao watu walagai wa Nairobi sijui. Amenisalimia vizuri nikasalimika. Mimi yule mtu ambaye watu tukikutana njiani nitakusalimika tu. Mimi niko shughuli za kwangu. Kasalimika vizuri, akaniambia nipe hiyo simu. Tukizungumza kidogo nikamwambia simu ya nini? Mimi simu ni ya kwangu tu. Hapo najua hapo kulikuwa kuna nyesha. Rasha kidogo inapiga pilika na watu. Watu wanaona ni watu ambao wanajuana. Nikamwambia sikopi simu. Sijui ni kama miadarati umevuta ama ni nini. Sasa kijana nilimuona mwenyewe ni kama akai mtu ambaye yuko normal. Tukiongea naye kijana mwingine akapita taratibu. Lakini kilichonifahamisha kwamba kuna kitu kibaya, yule kijana alikaribia, alafu ikawa kwamba alikuwa na ile harufu ya bangi. Kwa hiyo nikaona amevuta. Sasa wajua nilimwambia sikupi. Na tukilonga kidogo jamaa wa Nduthi akakaribia. Unaona sasa? Jamaa wa Nduthi akakaribia. So kukaribia mimi nikamwambia simpi simu na nikapita. Nikamwambia tutasukumana. Nairobi hata mimi mwenyewe mimi ni mwanaume kama wewe. Yaani umdhania ndiye kumbe si. Kijana nikaona huyu mdogo huyu hata tukienda chini nguvu ni kama tunatoshana, tutalimana tu. Na saa hiyo najua simu yangu ni Camon 11 na inavuma sana. Nitakupa vipi? Unajua alinishika. Nami nikampiga elbow hapa. Kumpiga
Sasa wajua akanitega nami nikamtega, akaenda chini lakini akanishikilia. Sasa ndo akaambiwa na yule jamaa, wa nduthi. Kumbe kuna jamaa wa nduthi, alafu hizi nduthi imepambwa vizuri, iko na ile nini exhaust inapiga kelele sana, imeweka muziki na jamaa ameweka pale na amechoma manywele na amevalia. Kaangalia jamaa akamwambia, cheki, huu Brown mmesumbuana sana, mtolee. Sasa kusikia hivi ndo ilikuja kwa akili kwamba sasa hao ni wako pamoja. Wako pamoja. Mimi alitoa hivi. Akamwambia piga malizana na Brown, wewe amekusumbua sana huyu. Nini? Alitoa bastola. Watu wanaona. Ikawa kwamba huo wakati watu wana pita. Yule jamaa wangu ameona lakini hawezi, akajaribu kuongea kwa sababu huenda pia kaangukia. Akaingia kwenye mtego wenyewe. Sasa